Machozi yako yanatazama mikononi mwa Bwana. Machozi yako yanatazama mikononi mwa nani? Mwa Bwana. Machozi yangu yanatazama mikononi mwa Bwana. Machozi yako yanatazama mikononi mwa Bwana. Na kama una machozi kwenye kipindi hiki, Bwana anayaona machozi yako. Na kama una machozi kwenye moyo wako, Bwana anayaona machozi ya moyo wako. Sasa Mathayo, mwandishi wa kitabu hiki, anasema naye alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake wakamjia, wakamfungua kinywa chake, akawafundisha. Tuanze na pointi ya kwanza. Macho ya Kristo, andika, macho ya Mungu yanaona watu waliojaa huzuni na matatizo. Yesu akiwa kwenye mlima, na Yesu alikuwa na tabia nyingi sana kwa maisha yake. Hakuona matatizo ya watu bila kukaa juu ya mlima. Ilikuwa ni desturi ya Yesu, anapotaka kuona matatizo ya watu, anapotaka kuona mauzi ya watu, anapotaka kuona changamoto za watu, Yesu aliwaacha watu chini ya mlima, akaenda juu. Na alipokuwa juu ya mlima, katika ulimwengu wa roho wa kimungu, Yesu alikuwa na uwezo wa kuona kila mwenye mauzi, kila mwenye kuuziwa, kila mwenye masumbuko, na kila mwenye mateso. Biblia inasema alipoona makutano, Yesu akapata msukumo asiupite ule mkutano. Na Yesu leo ameona mkutano huu, anatamani afike katika mkutano huu. Na Yesu ameona ibada hii, atamani apite kwenye ibada hii, akuache chini ya mlima. Na Yesu amesimama kwenye madhabahu, anataka kufuta machozi yako. Akiwa kwenye mlima, Biblia inasema akaketi kwenye mlima. Na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake wakamjia. Sema wakamjia. Wanafunzi wake, maana ya wanafunzi ni yule ambaye yuko tayari kumfuata mwalimu wake. Ndio maana ya wanafunzi. Wanafunzi yuko tayari kumfuata mwalimu wake popote aendapo. Yeye alitoka kwenye kijiji chake na kuambia anaenda wapi, lakini wakajua Yesu anapenda kukaa kwenye mlima. Yesu anapenda kukaa juu ya nini? Ya mlima. Alipokaa kwenye mlima, alikuwa anaenda katikati ya bahari, anakaa kwenye boti, akiwa kwenye mtumbwi, anawaona wapo ndani ya bahari. Anapowatazama hivi Yesu, anaona watu wana masurubiko, anaona watu wana huzuni ya mioyo, anaona watu wana mateso ya mioyo, anaona watu wana mahangaiko ya maisha, anaona mataifa, watu waliopendwa na Mungu hawana mwelekeo. Anapata jawabu na kusema nao, anawatia moyo ili wasonge mbele, wapige mbele. Machozi ya moyo wake yapo mikononi mwa Bwana. Kuna watu umekuja leo, una machozi. Yesu anasema kipindi cha kulia machozi, enough is enough today. Kipindi cha kubebesha machozi yatosha sasa. Kipindi cha kulia machozi, machozi ya maisha, machozi ya fedha, machozi ya afya, machozi ya biashara, machozi ya elimu, Yesu anasema yatosha kwa jina la Bwana. Alipokea, Biblia inasema akapata namna ili akae haone shida ni ipi katika watu wake hawa. Na Biblia inaniambia mstari wa kwanza B, wanafunzi wake wakafuatana naye. Yesu, andika, Yesu anatafuta mtu anayefuatana naye. Yesu anatafuta Pentekoste anayefuatana naye. Yesu anatafuta mtumishi
anayefuatana naye. Sema amina. Yesu anatafuta muumini anayekubali kumfuata alipoketi, naye akaketi hapo hapo. Jina la Bwana bariki. Jina la Bwana asifiwe. Jina la Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema wakafuatana naye, na alipoona wamemfuata, ule mstari pia nasema watumishi wa Mungu 5:2, akafungua kinywa chake akawafundisha. Kanuni ya Yesu ni kufundisha. Yesu anatafuta mtu wa kumfundisha. Anataka akufundishe namna ya kuishi maisha. Yesu anataka akufundishe namna ya kumpenda. Yesu anataka akufundishe wewe. Hajaja kufundisha kitu chochote duniani. Yesu amekuja kutufundisha namna ya kumtegemea Mungu. Kila mmoja na wanaiko, kila mmoja anatafuta rafiki hana. Wengine wamekatana na ndugu zao, wengine wamebana na sheria za Chaudi, wengine wamefungwa kwenye magereza ya vifungo vya magonjwa, mapepo kadhalika. Wana wagonjwa wamewaleta kwenye magodoro, wamerashwa pale juu ya kila mlima. Yesu akiwa juu kwa macho ya Jehova anasema, heri wenye kuruhusiwa nao watafanyaje? Watafundishwa. Sarapili akafungua kinywa chake akafanyaje? Akafundishwa. Fanya kuchi. Je, leo kanisa liko tayari kufundishwa? Kanisa la Bwana liko tayari kufundishwa? Amen. Wapendwa, ndoa zetu ziko tayari kufundishwa? Amen. Watoto wetu wako tayari kufundishwa? Biashara yako kwenye maisha yako iko tayari kufundishwa na wewe? Yesu anatafuta watu wa kufundishwa. Atafuti watu wa kuongeza wingi kwenye kanisa la Mungu wa kweli, kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, kwenye madhabahu yenye upako wa Mungu. Mungu anatafuta watu wakuja kufundishwa na Bwana Yesu. Na ndio maana alipoona hakuona muda wa kupoteza, Biblia inasema akafungua kinywa akawafundisha. Na tamani leo wakamfungua Yesu kinywa akasema na wewe. Amen. Tunapoona maiki. Biblia inasema akafungua kinywa akawafundisha. Mungu ana kanuni 3 za muhimu sana. Anapenda watu ambao wako tayari kufundishwa. Anapenda watu ambao wanapenda kupeleka vizuri zao kwake Bwana. Kanuni ya kwanza, anapenda watu ambao wanafundishwa. Kanuni ya pili, anapenda watu ambao wanapenda kupeleka matatizo yao yeye haribu. Tatu, kanuni ya Yesu, anapenda watu ambao wanataka kusikia majibu kutoka kwake. Hawataki kusikia majibu kutoka kwa mchungaji, wanataka kusikia majibu kutoka kwake Yesu aliyekuja hapo walipo. Je, wewe leo umekuja kupata majibu kwa Yesu? Umekuja kutafuta majibu kwa mchungaji? Kama umekuja kutafuta majibu kwa mchungaji, utaondoka una jibu. Jibu langu na wewe liko kwa Bwana Yesu. Jibu langu na liko kwa Bwana Yesu. Majibu ya machozi yako yapo kwenye msalaba wa Yesu. Biblia inasema wana wa Israeli walipotenda maovu, Bwana akawekea joka ya shaba. Akamwambia Musa, hawa sihangaika nao, ila tengeneza nyoka ya shaba, nenda kaiweke juu ya mti, na kila atakayekuwa mgonjwa. Alafu Mungu akaamuru nyoka zikawaponda wale wote ambao walikuwa wana manunguniko, wana mioyo ya manunguniko, wakapondwa na majoka matatu yakawaingiza sumu. Mungu akasema atakayekimbia baada ya kuumwa na nyoka, atakapokimbia akaitazama nyoka ya shaba atapata uzima. Watu walikimbia na sumu za majoka, ambaye hawezi kutembea. Sumu imeshajaa kwenye mishipa, sumu imejaa kwenye mwili, anatembea na kimbia, anatambaa kwenye magoti, hata kama hakuna kumbeba, kimsingi afike palipo nyoka ya shaba. Watu wakapata kuangamia maelfu ya watu, lakini watu ambao walipigia ile nyoka ya shaba kwa mfano wa Kristo msalabani wakapata uzima. Lakini kwa leo Bwana anataka watu ambao wako tayari kufungua kinywa chake ili awafundishe namna ya kuishi kwenye maisha ambayo tunasema amina kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Soma mstari wa 3. Nasemaje?
watu walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Andika point. Mtu aliyemwamini Kristo anao ufalme wa Mungu. Wewe mwenye machozi kwa ajili ya kazi ya Mungu, Bwana amekuwekea ufalme mbinguni, ufalme wenye vitu vya thamani, ufalme wenye baraka. Si mnajua maana ya mtoto wa mfalme wazee? Mtoto wa mfalme akumbukiwe. Mtoto wa mfalme amejaa tele. Mtoto wa mfalme amejaa uzima. Mtoto wa mfalme anakula vya kwenye meza ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. What?